alafu funga macho yako, tafakari Mungu siku zote. Hebu mshangilie, kofi hayatoshi, mpigie tena Yesu Kristo makofi ya ushindi. Ukiwa umesimama hivyo, tunataka nikupe andiko moja tu. Waamuzi sura ya 6 mstari wa 1. Leo hatuna maombi. Mungu anazungumza na mtu mmoja mmoja. Mungu anakupa hatua nyingine. Unajua kuna wakati fulani unalia sana, unaomba sana, unafunga sana, kumbe sio wakati wa kufunga. Kumbe sio wakati wa kulia. Sio wakati wa kukesha. Ila ni wakati wa kusikia sauti ya Mungu. Kwamba Mungu anaongea nini. Na huyo mtu wakati mtumishi wa Mungu anasema Mungu akana nipe mawasiliano, anaingia kwenye period ya ndanefu. Yaani period yako unakuwa inatoka nisa na ni hatari inapoelekea. Hilo tatizo limetokea kwenye mwili wako, lakini ni period. Kwa hiyo uwe makini sana. Hiyo period inaweza kukupeleka kwenye wakati ambao hapo itakuwa ni shida. Lakini hebu kubali kutubu ili kwamba Mungu aweze kukuhudumia. Mungu anaongea. Waamuzi sura ya 6 kuanzia mstari wa 1. Naomba fungua Biblia yako ukiwa umesimama hivyo hivyo. Mtumishi wa Mungu ameshafundisha. Au nikupe na nini? Kaa kama dakika 2 hivi. Kaa kama dakika 2 hivi. Waamuzi sura ya 6 na ule mstari wa 1. Mungu anaongea na wewe. Sije kanisani kwa mazoea kwamba tukienda kanisani tunaomba, tunapiga, tunavunja, tunafanya hivi. Mungu yupo hivi. Kila siku Mungu wetu ni mpya. Twende kwa sauti kubwa Waamuzi sura ya 6 kuanzia mstari wa 1. Kama umepata niambie umepata. Basi naomba tusome wote 1 2 3. Kama mahali kwa sababu wana wa Israeli ndani yao kulikuwa hakuna roho ya utii. Biblia inasema Mungu akawaruhusu wa Midiani walambe kila kitu. Kwa kuna wakati fulani kumbe wachawi wanaposhindana, waganga, wasiri, wachawi wa familia, ni kwa sababu kuna mkono wa Mungu. Mungu anaruhusu. Kwa sababu kama nilimpa hiki. Sikiliza nikwambie kitu. Mungu anapokupeleka level fulani anataka uendelee kumwinua na kumwabudu. Hapo ndipo panapotuletea shida wanadamu, kwamba Mungu anapokupeleka level fulani unaanza kurudi nyuma. Unaanza kuwa na mashaka. Wewe hujajua Mungu ni Mungu mwenye wivu, na Mungu ni Mungu mwenye hasira. Mungu ni Mungu mwenye watu wengi. Kwa hiyo Mungu anapokutoa mahali na kukupeleka mahali fulani anataka usimame. Unapoacha sasa, hapo ndipo Mungu anakuwa na hasira na anainua mtu mwingine. Tukisoma kwenye Matendo ya Mitume, Biblia inasema kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Simoni mchawi. Alifanya uchawi katika hiyo nchi, akawashangaza watu kwa miujiza. Lakini kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye wivu, Biblia inasema akamuinua Filipo. Na Filipo akazihubiri habari njema za ufalme wa Mungu. Hakupindisha neno, aliongea ukweli, alisema ukweli. Biblia inasema Simoni akageuka akaambatana na Filipo, na neno la Mungu likahubiriwa na Filipo akabatizwa. Mtu mmoja ampe Yesu makofi. Mtumishi wa Mungu amesema kutoka pale 7. Hebu tusome huo mstari tumalize. Kutoka 7 mstari wa 1. Ni andiko ambalo yamkini unalipitia sana, lakini huwa ni la muhimu sana kwako. Hebu fungua Kutoka 7 na ule mstari wa 1. Tuchangamke kidogo mtumishi wa Mungu tuweze kusoma hapo. Kutoka sura 7 na ule mstari wa 1. Hebu tusome kama umepata kwa sauti. 1 2 3 twende. Bwana akamwambia Musa, angalia nimekufanya wewe kuwa nabii wako. Utanena haya yote nikuagizayo, na ndugu yako Haruni atanena na Farao, ili awape wana wa Israeli ruhusa watoke nchi.
Sikiliza nikwambie kitu. Kwenye Biblia nabii wa kwanza ni Ibrahim, lakini nabii wa pili ni Musa. Amfanye Musa kuwa Mungu ni kwa sababu Musa alianza mahojiano na Mungu kwamba mimi siwezi, kwamba alipomtuma. Kwa hiyo nabii ni msemaji. Nabii lazima awe anakemea, nabii lazima awe anaongea. Na ndio maana ukiona mahali kuna nabii alafu akemee, huyo sio nabii. Ukiona mahali kuna nabii alafu apige kelele, huyo sio nabii. Nabii lazima atapiga kelele, iwe kwa kinywa, iwe kwa maombi, iwe kwa kufunga. Nabii lazima apige kelele, huyo ndio anaitwa nabii. Na ndio maana Biblia inasema kwamba baada ya hapo sasa Mungu akamwambia kwamba wewe Musa utakuwa Mungu. Mungu yeye sio msemaji, Mungu yeye ni mtendaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu sio msemaji, yeye ni mtendaji. Kwa hiyo kulikuwa na mawasiliano kati ya Mungu na Musa, lakini Musa sasa ikafika mahali kwamba ile nafasi yake ambayo yeye alishika kama nabii akawa Mungu, na Haruni ndugu yake akawa nabii mahali pake ili aweze kumsaidia kuongea Musa. Kwa hiyo nabii, watu wengi leo tumepitia maangamivu na mateso na shida, ni kwa sababu Mungu aliongea na sisi sana, lakini hatukuelewa. Mungu aliongea na wewe kwenye ndoto, Mungu akaongea na wewe kwa maono, Mungu akaongea na wewe kwa njia mbalimbali. Kuna wakati Mungu anatumia hata watoto wadogo bila uelewe. Kuna wakati anatumia hata rafiki. Kuna wakati anawatumia hata watu wasiokuwa na Mungu, lakini kuelewa. Leo kuna mambo unapitia, mateso unapitia kwa sababu haukuwa na sikio la kusikia. Si wakati wa kuomba tena. Nafunja. Unafunja nini? Shida ilikuwa ukusikia sauti ya Mungu. Napiga, unapiga nini? Utampiga Mungu anapigika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naongea na kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Utampiga Mungu anapigika? Mungu hawezi kupigika. Mungu anataka kubadilika. Sikiliza. Naongea na mtu mchana leo. Kuna mahali Mungu anataka kupeleka. Mungu sema zaidi ya mara moja, mara mbili, mara tatu. Na hii yote Mungu anataka kukuponya. Ndio maana Biblia inasema kwamba hulituma neno na neno hilo huwatoa watu katika maangamivu. Maana watu wanapofikia hatua ya kuangamia, watu wanapofikia hatua ya kulia, hata Biblia inasema wana wa Israeli baada ya kulia, hapo ndipo Mungu sasa alisikia. Baada ya kuona tabu, baada ya kuona mateso, kuna wakati fulani hata ukiwa nyumbani kwa barabarani huwa anajiuliza, mbona hii shida haishi? Mbona hii shida haitoki? Mbona hii shida mimi sielewi? Hapo sasa wanapoliona sasa neno linakuja kwako, manake saa imetimia Mungu kukusaidia. Saa imetimia Mungu kukuokoa. Saa imetimia kukutoa gizani. Bwana anataka hata aje kwenye mashimo akwambie, mwanangu inuka tena. Anza kuendelea mbele tena. Anza kujitukuza tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mchana leo Mungu akuponye kwa jina la Yesu. Kila aliyeanguka simame tena kwa jina la Yesu. Kila aliyepoteza direction, nasema direction ya kiroho ikurudie tena. Kama uko tayari kusikia sauti ya Mungu, na Mungu hatanyamaza kimya. Mungu atapiga kelele hata mtaani. Na ndio maana akasema wasipoinuka watu yako mawe nitainua. Yakapiga kelele barabarani, yakapiga kelele kila kona, kila mahali watapiga kelele. Hata wafalme wasiposikia, Mungu atainua hata miti, kelele zikapigwa, kila mahali kelele zikapigwa. Nini? Imradi neno la Bwana limehubiriwa. Biblia inasema Yesu atarudi mpaka neno la Bwana lihubiriwe kila mahali. Na ndio maana watu wakikwepa kanisani, misibani watasikia neno la Bwana. Watu wakikwepa misibani, Kariakoo kule kuna wainjilisti wanahubiri. Kuna wakati mwingine tukaona wainjilisti hata tunawacheka. Mimi kwa kweli nikimkuta mwinjilisti hata kama ni barabarani mahali popote na sadaka natoa. Na ninamsupport, namwambia mtumishi wa Mungu, songa mbele. Endelea kuipeleka injili ya Bwana. Endelea kuwafanya watu wamjue Bwana. Sikiliza niwaambie kitu. Isifikie hatua ya Lazaro na yule tajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema duniani yuko Musa, duniani
kuna mitume wa Mungu. Maana kwa neno lingine si kwamba watu hawasikii. Watu wanasikia ila ni wakumu wa Mungu. Hebu chukua dakika 3, funga macho, tafakari. Kwa nini umefikia hatua hii? Funga tu macho, tafakari, mwambie Mungu kwa nini nimefikia hatua. Au wewe jaribu kutafakari. Je, Mungu hayupo? Yuko wapi Mungu aliyefanya maajabu? Yuko wapi Mungu aliyetenda kwa Hana na Sara? Biblia inasema wakati Nabothi ameuawa, Mungu akafika mahali akamtuma Elia mpishi kama nabii kwamba aende akamwambia Ahabu, je, umeua ili utamalaki? Kwa hiyo nabii ni kinywa cha Mungu, nabii ni sauti ya Mungu. Mungu anaweza kufanya chochote imradi ujumbe umefikia. Na Mungu ana sababu na wewe. Na Mungu amemtuma mtumishi wake leo asubuhi leo kusema na wewe. Mungu anataka kubadilisha na kuinua. Dakika chache mwambie Mungu, wewe unajua tulikuwa tunajifunza hata kwa habari ya majaribu, kwa nasema majaribu mengi yanampata mtu kwa sababu ya uovu wetu na kwa sababu ya tamaa zetu. Leo magonjwa, matatizo, shida, taabu, mateso, vurugu za kila namna, ili sisi wenyewe ndio tumeruhusu. Mungu atuhurumie mchana. Hebu simama. No, we are ready.